Yap, mambo ni aje, naitwa K Macheni na hii ni K Macheni TV. Leo hii nimetembelea kwenye duka la vinywaji la Dula. Bwana Dula ni bingwa wa kuuza vinywaji hapa Kibaha kwa Matias. Duka lake ni kama hili hapa. Lakini ndani nimekutana na muuzaji ambaye ni dada yake Dula. Ana mawili matatu ya kutuelezea kwamba vinywaji vinauzaje, changamoto ipi anapitia. Mambo ni aje? Safi. Uko poa? Uko poa. Mambo yanaendaje? Fresh. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Priska Kayombe. Aha. Una muda gani tokea uanze kuuza hii biashara? Tuna muda kama miaka 10 hivi tumefikisha. Miaka 10? Aha. Changamoto ipi unapitia kwenye biashara yako? Changamoto ni nyingi. Changamoto kwanza upatikanaji wa vinywaji sasa hivi unasumbua. Yaani tangu mwezi wa 10 tarehe 29 ile changamoto iliyotokea kwamba hatujafahamu kama viwanda vina shida gani. Vinywaji hatupati kwa wakati, yaani unaweza kukaa kama unavyoona ofisi iko wazi. Watu tuna mitaji lakini vinywaji havifiki kwa wakati. Yaani unaweza kutuma oda hata siku 4 siku 5 uletewi. Kwa hiyo changamoto tunayopitia sana. Changamoto nyingine unakutana kuna wateja ambao wanakuja ofisini, mtu anakuambia anahitaji kinywaji, ukimwambia bei naye anakuja na bei yake aliyotoka nayo huko mtaani. Kama Santiano namwambia mtu Santiano ni 15,000 lakini anakuambia bwana mimi na 13,000. Unamuelimisha hii ni kampuni sio ya hapa Tanzania, kampuni inatoka nje, lakini kukuelewa kwamba ni ngumu kwa sababu anafanisha Santiana na Dompo na Anta. Hata ni 12,000 bei ya jumla na Dompo. Kwa sababu hizo bei huwa wanazifananisha na hizi kama focus ya sio ya Tanzania. Inatoka nje, ni bei ni vitu vile tofauti. Kwa hiyo tunakutana na changamoto, unakuta mteja labda kalewa huko, amekunywa smart zake huko, anakuja dukani anakuambia anataka kupimiwa kilobo. Kwa hiyo tunakutana na changamoto nyingi na wateja, kwa sababu wateja wako tofauti na kila mtu na uelewa wake. Aha. Ikiwa kama wewe ni muuzaji au mfanyabiashara, unashauri nini wadada ambao wako mitaani wanakaa wanapiga story na swaga bila kuwa na kazi maalum? Yaani kwa wadada wanaopitia hizo changamoto mitaani, fursa ziko nyingi sana. Ila hawapendi kujiamini. Yaani mwanamke unapokaa bila kazi, huwezi kupata hata mwanaume ambaye yuko serious na wewe. Cha kwanza hicho. Kwa sababu mwanaume anaangalia focus yako ya akili ikoje, anaweza kuwekeza kwako au hawezi kuwekeza kwako. Kwa maana wadada wengi wamejiwekea mtaji wao ni mwili wao, kwa sababu mtu akiwa na salio tu kwenye simu anajua kwamba nitapata shilingi 5,000, ambaye hata kaipata shilingi 5,000 50,000 tamkizi kwa muda huo hawezi kupata maendeleo, kwa sababu anatumia mwili wake. Kwanza anajichosha, cha kwanza. Na muda wote anaweza akapata maradhi. Ninachowashauri mimi wadada wenzangu, mimi mwenyewe ni mdada, ni mama, na familia inanitegemea nyuma, lakini napambana. Yaani unaweza ukachukua hata beseni ukaweka kichwani ukapata riziki. Umamo unapotembea unakutana na Mungu aliyokuwekea wewe ni mtu wako wa kukutanisha, kwa sababu kila siku inabidi sisi tuombe ili tukutanishwe na watu sahihi kwenye maisha yetu. Haijalishi ni mtu wa aina gani, awe mwanamke awe mwanaume, ila Mungu anakukutanisha na watu sahihi kwenye maisha, ambaye anaweza akakufungua tu akakupata mawazo ukayafanyia kazi. Lakini wadada wenzangu na washauri jaye tufanye kazi. Unavyoamua kufanya kazi ndio kwenye mafanikio yako. Hakuna mafanikio ambayo yanapatikana kwa kukaa nyumbani. Wengi tujitahidi kufanya kazi. Kazi ndio kila kitu kwenye maisha ya binadamu. Tuache kujiuza jamani, ni kuzuri kwa kila mtu mtazamo wake, lakini ni kubaya. Kwa sababu kama hivyo kiangalia sasa hivi tunasemwa sana sisi masingomaza. Yaani mtu anakaa singomaza, lakini kuna masingomaza hapo ambao wanajielewa, wanajitambua na wanafanya kazi, wanapambana kutimiza mahitaji ya watoto zao. Lakini kuna watu wachache ambao wanakuja kuharibu masingomaza. Yaani wakawa singomaza ni maraya tu, yaani wewe ni yaani hauna issue yoyote. Lakini singomaza ni mwanamke ambaye anapambana. Kuna masingomaza wengine wamefiwa na waume zao, lakini wote wanajumlishwa humo. Wengi wa masingomaza tumekuwa sio waaminifu. Tunapata wanaume wa kutupambania, ila tumekuwa sio waaminifu kwa wanaume tunaowapata. Ndo maana wanaume sasa hivi mtu anakuambia singomaza wa nini bwana? Tanichelewesha. Lakini singomaza ni mwanamke ambaye ni mpambanaji, anapambana, anajua anafanya nini. Kwa hiyo tunachoshauriana sisi wanawake jamani, tujitahidi tunapowapata wanaume, kwa sababu tayari ukishafikisha miaka ambayo mimi mwenyewe hapa na 36,
Kwa Mungu huwezi kukata tamaa, lakini kwa binadamu anatukatisha tamaa. Huwezi kuolewa, huwezi kufanya nini, lakini mwanaume anakuja kuangalia focus yako ikoje. Wapo watu wanaolewa mpaka miaka 40. Ile inategemea na focus yako, umewekaje, unajiwekaje katika mazingira unayoishi. Wanaume wapo na wanatupambania sana. Na wanaume wote nawaombea jamani, wanaume wote mwende peponi. Hakuna mwanaume atakaye, Mungu akisema sasa hivi mimi nani anaenda peponi? Mimi nawapa 100% wanaume waende peponi kwa sababu wanaamua kujitoa, wanatupambania na wanatupenda kweli. Lakini sisi tunaozingua ni wanawake. Tunazingua wanawake wenzangu, jamani tubadilike. Ukipata kukushika mkono, hebu mshikilie, mheshimu, mpe heshima zake. Kuna wanaume za watu hapo wanatupambania sisi. Wanatupambania usiku kucha mchana kuliko hata familia yake. Lakini utakuta kwamba sisi tunazingua tena. Yaani kuna mwanaume anakupambania afu na tena na kibenteni wako tena umemweka pembeni. Naye unampa hela hiyo ya mwanaume wako anayekupa. Sio vizuri jamani. Mtu wewe tuna huruma na wanaume hawa. Wananyima watoto zao riziki ila anakupambania wewe kwa ajili tu ameamua, na yeye Mungu ameamua kukutanisha na huyo mtu kwenye maisha yako. Lakini jamani tunaomba tuache kuzingua masingomaza, tufanye kazi. Kazi lazima tufanye ili tupate kupambana jamani. Bwana huyu dada ameongea kwa kirefu sana kuhusu masingomaza, kuhusu baba. Bwana mimi nampa big up sana. Mimi ikiwa kama naitwa K Macheni na hii ni K Macheni TV kutoka Kibaha kwa Matias. Bwana nashukuru sana dada kwa ushirikiano wako ambao umeonyesha. Dada, yani naomba basi utume hata salamu kwa watu watatu tu unaowapenda. Jamani, kisema nawapenda wote. Cha kwanza nawapenda wanaume wote Tanzania, wote wanaume. Anayejiona ni mwanaume au mtoto wa kijana wote nawapenda wanaume. Cha pili jamani, wa pili nampenda sana kakaangu jamani Dulayo popote ulipo jamani, jua dadako nakupenda. Cha pili jamani nawapenda marafiki zangu wote wanaonipambania, wanaonishika mkono, wanaume jamani wote wanaonipambania mimi jamani. Anajua ananipambania. Ananipa chochote shilingi 5,000 jamani, nampenda. Asante sana kwa ushirikiano na kutakia kazi njema. Kwako pia.